Watu wa TikTok nafikiria wamekuja na siku ya leo, nafikiria tutaendelea tu na our topic ya childless marriage. Jana Bishop tulifikia mahali ambapo ulisema we kama ni damu umepea watu kadhaa na hata kidney pia ukiomba upate mtu wa kusaidia uwezi acha mtu akufe. Lakini kukawa na issue ya kwamba kuna rafiki mahali anafaa apate mtoto, wakati mtu anajaribu kusaidia inaleta shida. Sijui unafikiria maoni gani hapo, unaonaje? Kwa sababu rafiki ni wakati wa shida. Okay. Turudie tu maneno ambayo Bishop ulisema. Ushawahi donate damu? Mara mingi. Bila kuchagua ni nani unapea? In fact nilianzia nikiwa form 2. Yeah. Na hata kidini that was 1980. Yeah. Na hapo wewe uone kama kuna shida pengine ya kupea mtu damu yako, kwa sababu ushaituhubiria mahali ukatuambia uhai wa kila kiumbe uko ndani ya damu. Though sitaki kuingia kwa hiyo dimension, lakini tutajaribu kubalance. Hauoni kama kunaweza kuwa na issue wakati unapea mtu damu yako ama unachukua damu ya mtu mwingine? Achana na mambo ya magonjwa kwa sababu unajua huwa inapimwa. Na okay, kuokoa maisha ya mtu ni kitu ya maana sana. Na wakati tunasema ya kwamba uhai uko ndani ya damu, ni kana kwamba unatoa ule uhai, si ya kwamba umejiua, unatoa uhai usefu mtu. Hilo ni jambo la maana sana. Ukiangalia mambo ya Good Samaritan, ile vitu ambavyo alikuwa amejiwekea kwa ajili ya faida yake, alitoa kwa sababu ya mtu mhitaji. Amekuta mtu ambaye amejeruhiwa, mtu ambaye anaelekea kufa, mtu ambaye amepigwa, damu imemwagika mingi, yako na vinonda. Jambo number 1, huyu Msamaria alikuwa na puda, imbebe. Akaona ashuke juu ya puda ndio asaidie mhitaji. Number 2, alikuwa na divai ambaye alikuwa imsaidie katika safari yeye mwenyewe. Yes. Akaitoa, badala akunywe, akaosha vinonda vya huyu mjamaa ili vianze kukauka. Divai inakausha. Number 3, alikuwa na mafuta yake ya kujipaka ambaye inasimamia mambo ya the glory. Na akampaka ili vinonda hizi isije ikakauka, ianze kumuuma. Kwa hivyo pia alikuwa na pesa ya mahitaji yake, alikuwa na budget yake. Akaona mpeleke kwa hotel fulani, akae mahali pale, ale na anywe na atunzwe, na akasema ya kwamba hata hii pesa ikiisha, nikirudi I will cater for the balance. Kwa hivyo maisha yale ambayo tunastahili kuishi, si kufikiria mambo yako tu, unafikiria mambo ya wengine. Kwa nini nikae na damu yote katika mwili? Na unajua mwili wa mtu hutengeneza damu kwa njia kubwa sana. Number 2, ujue ya kwamba kutoa damu ni afya yako. Yeah. Wewe unayetoa damu ni afya yako, na pia unasaidia mwingine naye awe na afya. Na mpenzi mtazamaji, leo tuzungumzie mambo na blood transfusion. Leo tunazungumza kitu kidogo ambacho tulikuwa tunaendelea siku ya jana. Na niruhusu kwa dakika moja kwa sababu sitaki leo tukate haya mazungumzo, nikukumbushe mambo na Smarter Bundles, ambayo ni bundles ambazo Airtel Kenya wanapeana. Ukiingia kwenye mtandao wa Airtel, unanunua bundle kwa mwezi mmoja. Just imagine at 1000 mwezi mzima unapewa 30 GB, unapewa 400 minutes across network. Yaani unaweza piga across mitandao, na pia unapewa 200 minutes 100 minutes kila siku, Airtel to Airtel. Kwa hivyo usijui unatafuta nini, ingia kwenye mtandao wa Airtel. Kama unahitaji MiFi, internet ambayo iko safi kabisa, ingia kwenye mtandao wa Airtel. Airtel tunasema ni home of the smartphone network. Bishop, tumezungumza mambo ya damu na ukasema ni vizuri kusaidia, na nimeona wewe hata ukidini ukipata mtu mwenye anahitaji huenda ukatoa. Lakini siku ya leo nataka tuzungumze kitabu siku zetu, ama tukipewa hadithi na pia wale ambao ni wasomaji wa Biblia. Kuna wakati mtu alikuwa hana uwezo wa kuzaa, na si pengine makosa yake, na alikuwa anazaliwa pengine na maid. Tumeona kina Lea, kina Rachel wakifanywa hiyo kazi. Na pia traditionally tulikuwa tunaona wale age set wako, si watu beyond your age set wakikusaidia.
Kwa karne ya Sai Bishop, is it fair, is it good ya kwamba kuna wale trusted friends ambao tunaweza sema sina uwezo wa kuzaa na hatutaki kuishi bila mtoto, rafiki yangu anizalie, ama itakuwa shida? Unafikiriaje? Hatuwezi sema. Watu ni wale wale. Watu wa kitabu, kile kinachange ni technology, lakini watu ni wale wale tu. Na kuna mambo tunaweza angalia. Hii mambo ya mtu hapati mtoto. Zamani watu walikuwa wanaamini mwanamke pekee ndiye anaweza kuwa tasa. Lakini the more tumekuja kwa sababu ya masomo na mambo mengine, tumekuja kujua hata wanaume ndio cause kubwa sana. Wanaume ni wengi sana wako barren. Hawana mbegu. Lakini mama ako na mayai. Lakini mwanaume ndiye amekosa mbegu. Okay, unaweza enda tu na utibiwe na hiyo mambo iwe. Kwa sababu sasa masomo yametusaidia kuingia ndani. Na usikate tamaa. Kabla yani lose hope. Nenda tu kwa daktari, upimwe na ufuate maagizo yale ambaye atakwambia. Usikule hiki, kula hiki, usifanye hivi, fanya hivi na mambo kama hayo. Na ushauri wa daktari ni mzuri sana. Yaweza kuwa ni some veins ambazo zimefail na kuna vile wanafungua na unapata watoto. Lakini kuna ile tunasema ni total barrenness. Jinsi ya kuzaliwa. Na mambo haya si mtu mmoja ama wawili ama watatu. Tukitagulia na mtu ambaye anaitwa Sara, mke wa Abraham. Tukiangalia mtu ambaye anaitwa Rebeka, ambaye yani daughter in law wa Sara. Watu wengi. Tukiangalia mtu kama Rachel, na tukiangalia hata mke wa Manoa, ni watu wengi sana wametajwa. Tukiangalia mtu kama Hana, watu wanapenda sana kuongea mambo ya Hana. Hawa watu hawakuwa na uwezo wa kuzaa. Na lakini sasa tukuja tu kwa kitu kinaitagwa the reality. Wacha tuache kwanza imani nitakuonyesha mahali itaingilia. Tukuje katika mambo ya the reality ya kwamba mambo haya yanatokea. Swali namba 1. Tukioana tuliongea nini? Tukioana tulisema tunaoana kwa sababu ya watoto ama tunaoana tuwe mke na mume? Hapo pia ni issue pia. Haya. Hata kama ni hivyo, hakuna mtu yeyote anakuwa satisfied pasipo kuona ya kwamba ameproduce. Kwa sababu haya mambo, furaha ya ndoa ni kupata mtoto. Lakini ujikute kwa hiyo njia ya kwamba hamuzai, hamupati uzao. Na sana sana ujikute ya kwamba ni mwanaume ako na shida. Ama mwanamke. Mwanamke zamani angemwendea mume wake na mwambie kweli tumejaribu. Upande wangu kuna shida. Umewahi kutoka nje ukapata mtoto? Na aseme ndio. Namwambia basi mimi nitakutafutia yule mtu ningetaka uzae na yeye na huyo mtoto awe wetu. Na Bishop ama umuoe tuwe na watoto katika boma letu. True. Maswali tutajaribu kuyajibu venye inakuja. Umesema tumejaribu. Talk about time, because nimeona watu wanapata mtoto after 15 years, after 10 years. Yes. Talk about time, because now tukiallow couple ya kwamba after 1 year wametafutiana, then there is a problem. Talk about time, kwa sababu kuna mtu anauliza how should we wait, how long should we wait, and ndio nijue niko childless. Waiting period ni endless. True. Lakini katikati ya haya mambo kuna yale mambo tunasema ya kwamba unapima duration. Je,
daktari aliwaambia namna gani? Akiconfirm ya kwamba this is a total barrenness, think twice now. Yeah, kuna yale mambo ambaye tunafanya nini? For example, kama huyu mlipendana naye, uterus yake ilikuwa na shida na ikatolewa, labda ikawa ruptured, na alikuambia na ukamkubali akiwa hivyo, ujue sasa hapo unless kuwe na muujiza utatoka juu biguni, Mungu akuje tu na aweke mtoto ndani yako, hiyo ni imani sasa. Hiyo ni mambo ya imani, because kuna issue ilikuwa Bishop ya kwamba kuna partners wako sawa, lakini unapata hiyo I think siku moja daktari mmoja atakuja na yeye show atueleze, because now some issue are deeper, na kuna wenye wanazungumzia mambo na wrong time ya ku have sex. There is a time within the period ya a lady ukijaribu they can't be pregnant, but because we are not professional on that, let's just talk about this thing. So umesema time inakaa. Kwa hivyo unaweza kaa hata miaka 5 na Mungu akufugue. Unaweza kaa miaka 10 Mungu akufugue. Unaweza kaa miaka hata 20 na Mungu akufugue. Lakini kwa sababu hatufanani, kuna watu ambaye wako na different ways. Na tukisoma mambo ya Jacob, wakati alioa hawa dada wawili, huyu mmoja ambaye hakupendwa na Yakobo, Mungu alifungua tumbo lake sana. Amezaa mtoto wa kwanza, anazaa wa pili, anazaa wa tatu, halafu anaanza kusema sasa mume wangu atanipenda kwa sababu nimemzalia vijana. Anazaa mwingine. Ilecho akaona hapana, kwani nimeachwa nyuma sana, akaita mume wake akamwambia, lala na maid wangu apate mimba, huyo mtoto atakuwa wangu. Halafu wakaenda. Halafu wakati Lea aliona ya kwamba Lecho hapati mtoto, yani watoto, alianza kumkejeli. Naye yani Lecho akaanza kulia, akamwendea mume wake, akamwambia, nataka unipe mtoto ama nife. Naye Yakobo alimuuliza, mimi ni Mungu ili nifugue tumbo lako? Ndi karibu. Na kile kilitokea mahali pale, Biblia inasema ya kwamba Mungu akakumbuka Lecho na akafungua tumbo lake. Kwa sababu ya nini? Ya kile ambacho anapokea kutoka kwa mke mwenza wake. Kwa hivyo kuna mambo ambayo Mungu mwenyewe anafanya. Lakini kuna watu wanaishi tu hivyo kwa sababu miujiza haikutendewa kwa watu wote. Now, hebu niharakishe ama kidogo tu. Mathias, karibu sana. Sijui kama unaweza tutakutafuta online. Anasema greetings, if you can do better in sales, I'm online inbox, thank you. Wacha tukutafute after show, tujaribu kuzungumzia hiyo mambo. But Mathias, thank you very much for reaching to us. Tutahakikisha kwamba mambo yako safi kabisa. Mpenzi mtazamaji, leo tunazungumzia mambo na childless marriage, na Bishop ndio utuongezee point moja. Hii topic ni moto. Wale wenye mnaogopa kuuliza publicly, kindly tuandikie pale. Kuna namba inapita pale kwenye screen. Kindly tuandikie, kama ni private question itakuwa ni vizuri. Bishop, talk about, na next tutatafutia daktari. Kuna mwenye tulikuwa tumeongea na yeye, anasema there are people that are not compatible. Sisi wote tuko sawa. My wife is okay, my husband is okay, but sisi wawili we are not compatible. So hapo sijui tutazungumzaje, kwa sababu hiyo ni mambo ya udaktari sasa. They are not compatible but wote wako sawa. Huyu akienda nje atazaa, huyu akienda nje atazaa. Now hapo wanahitaji kutafuta ushauri wa daktari, kwa sababu yaweza kuwa ni kitu kidogo sana. Na nowadays tuna advise vijana kabla muoe, kwa sababu ya kuondokea hili jambo la single cell. Nenda ushauri kwa daktari, upimwe na mpenzi wako apimwe.
Na badala ya kuishi maisha ambaye yatawatatiza, ni vyema kuchukua ushauri wa daktari. Hata kama mnapendana namna gani, mnaachana. Ni kana kwamba upende msichana ama msichana akupende na wewe ni HIV positive ama yeye ni HIV positive, kuliko ujiingize kwa jambo ambalo finally litakuja kukutesa. Na ule ugonjwa kweli kabisa, mtu akishikwa naye unakaa maisha ambaye sasa ni tena ni ya kujihukumu. Tunasema ya kwamba kabla mkutane na mpenzi wako, nedeni mupimwe. Mkionekana you are okay, sasa mtaendelea. Mkionekana mmoja wenu ameadhirika, na hatuhukumu mtu ambaye ameadhirika kwa hiyo njia, tunafanya nini? Tunapeana ushauri, muachane kuliko kujiingiza kwa hiyo shida. Because by the way, Bishop, kwa hili jambo la kukosa mtoto, na labda mke akitoka nje atapata ama mume akitoka nje atapata, ni kitu kwanza kinahitaji ushauri wa hali ya juu sana. Si kitu ya kukimbilia. Na tuko na mambo kama matatu how to solve. Na hii ni yangu. Na hapo ndio akili zangu zimefika. Kwa hivyo mwingine anaweza kuwa na opinion tofauti na pia imani tofauti. Na sisemi hapa, nimesema ushauri wangu sana sitatumia imani sana. Nitatumia the reality. Yani mambo yale tuko nayo ni real. Na tutaongea mambo, na unikumbushe katika kuongea kwetu kwa wale ambaye hawaoleki, na mtu labda ni tajiri, yani ameanza kupata vitu na mambo, lakini hana mtoto, na atafanya namna gani? Lakini anaweza kuingilia tu hapa tu ambaye tunaongea. Now, number one, mume na mke wakikaa na kweli kabisa waone, wadhibitishiwe ya kwamba there is no way wakiwa pamoja watapata yani mtoto, both of them. Kuna njia wanaweza kaa chini na wakubaliane, let us do adoption. Sasa wanaenda kule kwa ni process. Na mkienda mahali pale mtakubaliana, tuta-adopt mtoto wa kike ama wa kiume. Lakini ni jambo ambalo linahitaji sober mind, kwa sababu ukilea huyu mtoto kwa jina ya kwamba huyu mtoto nilimnunua ama nilimu-adopt, hiyo kitu inaweza kuleta shida katika maisha yako. Kwa hivyo ni muwe mmekubaliana. Number 2, ni ile tunasema ni strong vow. Strong vow ni kusema ya kwamba nitaishi hivyo, sitaki mtoto, sitaki nini, na nitakaa hivyo. Na strong vow, sometimes think twice. Think twice. Na hii ni mtu ambaye maybe anaweza kuwa anaona ya kwamba maisha yangu sitaki kujihusisha na jambo moja ama lingine. Na kuna msichana alifanya hivyo katika Bible. Katika Luke chapter 2 utasoma mambo ya msichana ambaye alioleka akakaa na mume wake for only 7 years. Mume akafa, na dhani hakumwachia mtoto. Na huyu msichana alikimbilia kwa nyumba ya Mungu, akajificha kule, na kazi yake ilikuwa ya kuomba na kufast. Anaombea watu, na alikuwa anaitwa Anne. Na akaishi kwa nyumba ya Mungu for 87 years. Kwa hivyo Mungu aliheshimu kitendo kile. Na akamwambia Anne, because you have donated your life unto me, nitakupatia certain gift. Na the gift ile nitakupatia ni kwamba you will never die until uone wokovu ule nitakauleta kwa Israeli.
yani Mungu alikuwa anamaanisha mambo ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Na Yesu alipozaliwa, sasa Anne alipompokea kwa mikono yake after Simeon kumpokea, Anne kile aliogea, and finally sasa ndio akaenda mbinguni. Na alikuwa amechukua a strong vow ya kwamba mimi sitaoleka tena, na mimi sitazaa, nitakaa kwa nyumba ya Mungu milele. Kuna wale watu wanaesamua hivyo. Also, hii ndio sasa italeta utata. Nafikiri hapo ndio wamengojea. Msikojee sana. Unaweza amua. For example, either umeoleka. Okay, hebu niongee kwa watu ambao wameoana. Kuna watu ambaye nilisikia habari zao mahali fulani, sitaki kutaja, ni hapa Kenya tu, na ni hapa tu area za Rift Valley. Nikisema hivyo, Rift Valley ni kubwa. Na hawa watu wamekaa miaka zaidi ya 5 hawazai. Na mume alipopimwa akakutwa ya kwamba ako na problem, hawezi zalisha. Wakakaa chini na mume na mke wake, they agreed. Akamwambia, mimi ninataka uniambie, utakuwa kati ya marafiki zangu ni huyu na huyu na huyu, utakuwa comfortable na nani? Why friends, Bishop? Pengine unafikiria kwa nini alichoose friends na si mtu mwenye hawatakuwa wakionana? Unajua, kama ni mimi ningeamua kuchoose mtu wa mbali mwenye nikimuona roho yangu haiduni. Si wa kijiji. Hapana, hata kama ni wa kijiji ni sawa tu. Ni kwa sababu hakuna mahali ambapo atakuwa kumekuwa na posta ya kutangaza mambo ya fulani. Sasa walikubaliana. Na mke, unajua yani hili jambo si la kila mtu, yani kwa kila mtu kuna yule ambaye unasikia huyu ni kimwendea hata kuwa na shida na mimi, na pia sio mtu wa mdomo na mambo kama haya. Naongea kwa sababu ni mambo yale yanahusika katika maisha, na yalikuwa hata sahihi yako. Watu wasidhani ya kwamba hatufanyagi utafiti, tunafanya. Na wakakubaliana. Akaenda kwa yule rafiki na akapata mimba. Akarudi kwa mume wake. Okay, walikuwa wote yani wameongea ya kwamba yule hatafuatilia huyo akipata mimba. Naye mke akipata mimba, sasa anaendelea na watu wanajua ya kwamba ni huyu ni ya huyu yani mzee. Nasema hivi kwa sababu ni kitu ya kufikiria. Halafu akapata yani walipopata wa kwanza, tena akarudi akapata wa pili. Mimba ya pili. Halafu tena baada ya kulea huyu wa pili akarudi akapata watatu. Sasa wakawa na watoto watatu. Na wakaongea na mzee na wakasema watoto wetu wametosha, wale tulikuwa tunatamani. Na mzee hakukuwa na shida. Lakini siku moja walikosana. Na akachapa huyu mke kwa sababu ya the bitterness na labda carelessness ya kimawazo, aliruka nje. Unanichapa wewe, ni mwanaume saburi gani? Unasema wewe ni mwanaume, sema hawa watoto, yani kama ni wewe umezaa. Akatoa lile jambo. Na likawa uchungu sana kwa mume. Na alitagasa na akasema watoto ni wanani. Na watu wote, unajua ni kijiji, watu wote wanasikia. Sasa ni mke anatangaza sasa. Sasa kwa sababu ya ile aibu, yule mume alirudi tu kwa nyumba na akafunga mlango ndani na akajitia kitanzi. Kwa sababu sasa ataface watu namna gani? Na hii pressure inatoka wapi? Mke wake amemtangaza. Kwa hivyo ninasema ya kwamba hili ni jambo ambalo linahitajika kuwaza zaidi ili mufike hapo. Sisemi ni kitu rahisi, ni kitu kigumu. One, psychologically huyu mwanaume na anajua mke wake
ako na fulani atawasa namna gani? Hebu daktari, mtu advice pale Bishop. Ninafikiria kwa sababu hapa hata sio upande wa daktari kwanza, kwa sababu hii ni maadili ya kimaisha. Zamani kulingana na mila na desturi, mila ni tofauti. Na unaona kama Wamasai, nikitembelea mtu na niwalika yangu na iwe ni talala pale, nitapatiwa yani mke, kwa sababu wako na kadhaa. Siwezi kulala peke yangu. Akiwa walika yangu naweza kwenda na niweke spia mahali pale. Juzi nilikuwa na hojiana na mmoja wao, akasema siwezi kataa kwa sababu hiyo ni mila na desturi yetu. Yani wanaamini hivyo. Na yaweza kuwa huyu mama amelala na mtu na si mume wake na apate mimba, bado atakuwa. Zamani kulikuwa na hii imani. Kama jamii, watu wote, yani umezaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, na unaona tabia zao kuanzia pale chini hasiridhishi, yani unaona na haka kanaiba sana, yani kabeasa kuchukua nini. Zamani sio wakati huu, kulikuwa na kule kuomba mbegu. Na mwanamke anaweza kujificha na najua nitaenda kijiji fulani, kuna mwanaume anapendeza sana. Na sasa kwa kisaikolojia yule mama anaona kama nigezana fulani, huyu mtoto atakuja kuokoa jamii yangu. Yani hiyo ndio sababu walikuwa wanasema kuomba mbegu. Na walikuwa wanafanya hivyo yani hii ningesema ni mahangaiko ya kutaka kuokoa jamii. Jambo lingine ni kutumia imani. Na imani ni Mungu mwenyewe peke yake ndiye anaweza kupeana mtoto. Kwa hivyo mambo haya yote kwa nini ninaongea? Ndio sasa kila mtu anajipima. Na namba 2, uangalie na uone kana kwamba kweli kabisa daktari aliwaambia namna gani. Unajua hata katika Biblia kuna mambo yalitendeka na ni ya kiugu tu. Mungu alikuwa anasema ya kwamba aliambia Musa, na mtu ambaye amekuwa castrated katika Kikuyu ni tofauti kidogo, inasema na mudo mumemedenye kumemedwo nye ne kuhakurwo. Nimetumia hivyo ndivyo sasa watu waelewe. Si ya kwamba Mungu alisema hawataenda mbinguni. Alisema na wasiingie katika kusanyiko la Bwana. Kusanyiko la Bwana ni wakati wameingia katika the tabernacle. Hawa watu wasiingie, na pia hawangeweza kufanya kazi mahali pale, hawangeweza kupasua kuni za madhabahu, hawangeweza kuwakisha moto wa madhabahu, hawangeweza kusaidia Musa yani makuhani kuchija, mambo kama hayo. Na pia Mungu hili jambo anajua, si watu wote ambao wanaweza kuwa na that potential ya kuzalisha. Kuna ndugu walizaliwa na nadhani walikuwa zaidi ya ndugu wawili. Lakini hebu niongee kwa hawa wawili kwanza. Na huyu ndugu akaoa, na hata huyu mwingine ameoa. Lakini yule akafa bila kuacha uzao. Na Mungu wazee wakashauri huyu, chukua mke wa ndugu yako, uzae naye, ili awe ili jina lake lisipotelee, lisiwe katika vumbi. Na yule alichukua. Lakini akifika wakati wa kuachilia mbegu, anamwaga chini. Mungu alikasirika akiwa mbinguni, kwa sababu huu ni wivu, na alimuua. The Bible inasema vizuri sana. Mungu akamstrike, akafa. Why? Kwa sababu hataki kufanya jina
la ndugu yake liishi. Na unajua ukifa bila mtoto, yani hivyo ndivyo jina lako linapotea. Kwa hivyo mambo mengine yanaletanga wasiwasi. Unaona Abrahamu anaintervene kwa Mungu, anamwambia God, I'm so old now, na mali yangu yote labda nitaridhiwa na huyu Mumisri Eliaza. Mungu akamwambia no, nitakupa mtoto. Na sometimes ahadi za Mungu ni ngumu kiasi, lakini za kweli. Na katika the process, tangu ambiwa atapatiwa mtoto, hata yeye anaenda mahali ana doubt. Na Mungu yani Abrahamu anauliza Mungu, kweli utanipa nini? Uone Yakobo sasa nimezeeka. Yule ambaye ninaangalia tu ni huyo ambaye amenitumikia kwa uaminifu kwa miaka mingi. Na Mungu akamwambia, alimpatia tu nini, akamwambia toka nje, hesabu nyota za mbinguni. Kwa hivyo nataka kusema namna gani? Si process ambayo ni nzuri sana. Katika hata kama wameahidiwa, Sara alienda na akasema ya kwamba tumezeeka, lala na huyu mjakazi wangu tujipatie mtoto. Kwa hivyo ni jambo ambalo linahangaisha watu. Watu wanataka kuona ya kwamba wako tu na mtoto. Bishop, naona dakika zetu ziko less than 7 minutes. Najua uko na mambo mengine ya kufanya. Kuna watu wanaendelea kuuliza maswali, na mpenzi msamaji, kama una swali private tuandikie pale, kuna namba zinapita kwa screen. Kama ni public tu kama Mohujia, kuna Hello amejoin, kuna Betty Karanja, Jackie, Regina, Magi, Flo, nyinyi wote, a lot of thank you. Nyinyi wote endeleeni kutuandikia. Eva, nyinyi wote ambao mnaandika, tutahakikisha kwamba tunasoma messages zenyu kwa zenye tutaweza, or we create a video so that tufikie watu wengi. Kuna mtu anauliza marrying many wives huenda ikawa solution ya shida zetu, kwa sababu nikioa wake wengi nitajua mimi ndio niko na shida ama ni mke wangu. Talk about sawa kuwa na wanawake wengi kama suluhisho ambalo pia umetupea ilikuwa inatumika na wale watu wa kale. Sio suluhisho. The more unajipatia wake wengi, the more wanagawana mawazo yako. Na mara ya mwisho unaweza kujikuta ya kwamba umewezwa. You remember Solomon. Solomon alikuwa mcha Mungu sana. Na don't forget ya kwamba Mungu alimwapia na akasema ya kwamba nitakupa hekima na nitakutajirisha. Lakini hekima ile nitakupatia, hakuna mtu aliyekuwa mbele yako wala nyuma yako ambaye anaweza kuwa nayo. Na akawa rafiki wa Mungu sana. Lakini mwisho wa Solomon hawakukuwa na Mungu. Hata akikufa hakukuwa na Mungu. Mungu alikuwa amemuacha. Why? Alipotoshwa na wanawake hawa ameoa wengi. Alikuwa na wanawake 700. Na huo ni upumbavu, kwa sababu mwanamke sio mawe ate utakaa miaka 2-3 kama umemuacha. Hapana, kutakuwa na shida nyingi sana. Atakuwa na marafiki. Na tena alikuwa na concubine yani 300. Sasa ni hao ni almost 1000. Yani maana yake atamaliza karibu miaka 3 kurudia yule wa kwanza. Hata kama yani anaingia kwao kwa kila mtu siku moja. Dakika ya mwisho alipotoshwa. Alipotoshwa namna gani? Baadhi ya wake especially wale wa nyuma kule warebo, alimwambia come and give homage kwa Mungu wangu. Na akakataa. Lakini yule akamwambia, mimi sikwambii uombe Mungu wangu. Mimi nataka tu uende tu uiname tu kwa Mungu wangu. Na hivyo ndivyo aliwezwa. Wanaume hawakuwagi na nguvu mbele ya wanawake. Na wanawake, mwanamke anaweza kusoma sana haraka sana mawazo ya mwanaume. Lakini mwanaume, sijawahi kuona mwanaume yeyote up to now, unless mniambie, sijawahi kujua yani kuona mwanaume ambaye anajua mawazo ya mwanamke. Wanawake akili zao kusifuata na ujue kabisa anataka hivi ni vigumu. Lakini mwanamume
ni kana kwamba wanawake wanawekaga akili za mwanaume hapa kusisoma. Na let me tell you, mwanamke ndio the strongest creature in the world. Wewe unaweza fuata mwanamke for almost 10 years. Mwanamke yani na hautafaulu. Lakini mwanamke akikutaka wewe hawezi tumia hata masaa matatu. Mimi ni ngumu. So ninataka kusema ya kwamba mambo haya ambayo tunaongea ya doa na maisha si kitu ambacho unastahili kukibilia. Ni kitu unastahili kuwa na uhakika. True. Lakini mimi napeanaga ushauri. Kuna dada zetu ambaye walikataa kuoleka. Na wanasema hawataki kabisa kwa njia moja ama nyingine. Si dhambi. Kutokuoleka si dhambi. Though si vizuri. Lakini mimi naambiaga mtu basi hii vitu unatafuta ni vya nani? Utaachia nani? Ni ndugu zako ama ni nani ama ni anasema wazazi. Sasa mimi na washauri, lakini hiyo ni wewe. Hiyo sio ya kikuhani. Hiyo mimi na mshauri kama nini, namwambia basi tafuta mtu duniani, zana yeye mtoto kutoka ndani ya tumbo lako, utamwachia hiyo vitu. Hapo ungerudi. Kuliko kukaa kama mtu ambaye yani unangojea ile chakula unakula na ile kazi unafanya yote utaenda nayo kaburini. Nafikiria Bishop tujibu tu swali moja alafu tukue na part B. Na hiyo siku tukifanikiwa pia tutatafuta daktari kujibu maswali yenu mengine. Yes. This is very deep. Kuna mtu anasema mimi na namba ngani faith hiyo umeguzia friends. Yeah. Naweza badala ya kutumia rafiki yangu naweza tumia mtu mwenye si rafiki na awe wa mbali ili nipate I become pregnant. Na pia unganisha na ingine ilikuwa hapa ya instead of using friends or niende kuna sperm bank, kuna the way damu huchukuliwa kwa hospitali inawekwa, pia kuna sperm donors ambao wameweka pale hospitali. Mwanamke akuja awekwe badala ya entrust mtu ambaye. Okay, talk about those two things. Hizo zingine tutajibu part 2. Hii mambo ambayo ni artificial bado hatujaidhinisha kabisa vile ilivyo. Na I cannot comment right now, I cannot. Kwa sababu nowadays maisha yamebadilika sana. Na kuna watu wanasema ya kwamba sitaki uhusiano wa mtu. Na wanatumia hiyo njia, though ni very costly. Si jambo rahisi. Hii mambo ya kiscience I cannot comment. Ni kama ni sawa na wale watu wanasema mimi sitaoa. Hao ni wanaume. Halafu wanatumia vitu artificial. Akina Samantha na vitu vingine. Ama waishi katika hali ya masturbation na mambo kama hayo. Kuna wale ambaye nao wanasema ya kwamba mimi sitaoleka. Na ametumia mambo ya vibrators na vitu vingi sana. In fact dunia imefika mahali pabaya. Kwa sababu the organs zinauzwa. Doni unaona kama ni kitu real lakini ni artificial. Na huyu mtu akili zake zimekufa. Anaona maisha ni kufanya hivyo tu. Lakini wakati Mungu alitengeneza mwanaume na mwanamke si kufurahishana tu. Alifanya hivyo kwa sababu ya reproduction. Na pia mambo yale ni life. Hebu nikuulize, mambo haya yameletwa mengi, although hiyo tutakuja kuongea kwa njia nyingine. Na watu wana compromise na wanasema ya kwamba mwanamke aoe mwanamke. Ile tabia wanafanya mahali pale hairidhishi. Wanasema bado kuna ujinga mwingi sana. Hebu ni uite ujinga. Ni kwa sababu njia ya Mungu haiwezi kuibadilisha. The same. Hii mambo ya sperm donors. Hata haujui basi itakuwa namna gani hata ikiwekwa ndani yako. Na
hebu nisiongee. Tutatafuta yani madaktari watuambie ilianza namna gani. Tutajuaje huyu mtu na hii mambo iko namna gani? Nakumbuka kuna watu wameng'ang'ana sana katika dunia. Wanasema ya kwamba wanaweza tengeneza jua lao na pia wanaweza kutengeneza mawingu yao wawe wakikomandi yani mvua wakati wanataka na jua wakati wanataka. Hawa watu wanaenda wanajikuta ya kwamba ni kana kwamba wako na mzunguko. Kile wanadhani kinawalipukia na kinaanza kuwapiga. Bishop, malizia hapo na ni kama tu unaweka koma pale ukiuzia. Kuna watu ambao hawana watoto and they are okay, wamesurvive. Nimeona watu wana survive. Kwa nini kuna pressure lazima nipate watoto? Just for 30 seconds or 1 minute. Tumalizie pale. Kimaisha mtoto ndiye kesho yako, ndiye atakayebeba jina lako. Kwa hivyo ni kitu tunasema ni sell. Sell ni kitu ambacho hakina mwisho. For example, leo mimi niko hapa. Baba yangu aliponizaa ameenda mpaka amekufa. Mimi niko nimeweka jina la baba yangu. Nao sasa hawa watoto wangu tena wananizaa. Kwa hivyo siku ile nitakayekufa jina langu litaendelea. Yani litaenda hivyo, sijui litaenda mpaka miaka ngapi, mpaka maybe dunia ishe, lakini kuwa na mtoto ni kitu ya maana. Mpenzi mtazamaji, turuhusu tufike hapo kwa leo. Tumekuwa na Bishop Elijah DM Gitene. Ukitaka kumtafuta namba yake iko pale kwa screen. Ukimtafuta physically ako pale Joy Center ukiteremuka CU High School Bungoma County. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kama unaweza taka kuzungumza na yeye, naona anatafutwa sana. Kwa hivyo mniruhusu leo, turuhusu aende tukuje part 2. Na kama wewe ni daktari hapo unaelewa hiyo mambo, tutafute tuandikie hapo ndani, alafu mambo itakuwa safi. Mwisho kabisa nakukumbusha mambo na Smart Bundle Airtel Network, the smartphone network, 1 GB at 1400 minutes unapewa 100 minutes za Airtel to Airtel, na pia ukiwithdraw pesa kwenye mtandao wa Airtel unarudishiwa ile ambayo tunasema ni transaction charges. Kwa hivyo kama unahitaji MiFi, unahitaji line ya Airtel, tuandikie pale 0790 222 for counseling, for coaching na for talk na Bishop. Namba yake iko pale 0720 157 102. Nafikiria hiyo ndio namba ambayo itakuwa sawa. Mpenzi mtazamaji, kwa leo tufike hapo, tupatane part 2. Watu wa TikTok, baini tupatane baadaye. Thank you. Asante. Naona wanakungojea hapa. Okay.